Filamu inaanza nchini Hispania ambapo tunaona kasino iliyoko katikati ya jangwa kubwa. Ndani ya kasino hiyo kuna mwanaume kipara anayeshinda tena na tena kwenye mchezo wa roulette. Kila kitu kinaangaliwa kwa makini kupitia kamera za CCTV na mtu asiyeonekana. Muda mfupi baadaye, mfanyakazi aitwaye Gerard anamuongoza mtu anayeitwa Federico kuingia ndani ya kasino. Federico anamkaribia yule mwanaume kipara, anamgusa mkono kisha anaomba radhi akisema amemdhania mtu mwingine. Baada ya hapo, Federico anaenda kwenye mashine ya slot na kushinda pesa nyingi sana. Wakati huo huo, yule mwanaume kipara anaanza kupoteza kila kitu. Hapo ndipo tunagundua kwamba kwa kumgusa tu, Federico ameiba bahati ya yule mwanaume. Baadaye, Federico na Gerard wanafika kwenye banka iliyoko chini ya kasino, ambapo kuna mwanaume amekaa kwenye kiti akiwa amefunikwa kichwa kitambaa cheusi. Gerard anaondoka na yule mwanaume anapoondoa kitambaa, tunagundua jina lake ni Samuel, mmiliki wa kasino. Federico anamwambia Samuel kwamba amekuja kuacha kazi. Samuel anamwambia anaumwa kifua na atakufa hivi karibuni na kila kitu alichonacho kitakuwa cha Federico. Lakini Federico anakataa akisema hataki kitu ambacho hakukipata kwa jasho lake. Samuel anamkumbusha jinsi alivyomkuta Federico kwenye mabaki ya tetemeko la ardhi, akamlea, akamsomesha na hata kumfundisha kutumia kipaji chake cha kuiba bahati. Lakini Federico anasema yote hayo yalitokana na bahati yake mwenyewe, kisha anaondoka. Wakati Federico anapakia vitu vyake kwenye briefcase, tunaona Samuel ana kabati lililojaa picha za Polaroid. Federico anaingia kwenye lifti, lakini Samuel anamfuata. Samuel anamgusa Federico na kusema kwamba yeye ndiye aliyegundua kipaji chake na sasa anakichukua tena. Anambusu shavuni na kuondoka, akimuacha Federico akiwa hana uwezo tena. Baadaye, Federico anaondoka jangwani akiwa kwenye gari pamoja na Gerard na mwanaume mwingine. Wanajadili jinsi Samuel alivyomnyang'anya kipaji chake na sasa wanaweza kumgusa bila kuogopa kupoteza bahati yao. Kisha wanampiga vibaya na kumtupa njiani. Kwingineko tunaona namba ya kifungo imechorwa kwenye mkono wa Samuel ikionyesha kwamba aliwahi kuwa mfungwa katika kambi ya mateso. Miaka 7 inapita. Tunaona mwanaume aliyejeruhiwa akitazama nyota, yuko kwenye eneo la ajali ya ndege. Mamlaka zinamtambua kama Thomas na wanapata picha ya Polaroid akiwa na mwanamke. Anapelekwa hospitali na madaktari wanashangaa kuona amefunga kiasi kikubwa cha pesa mwilini. Baada ya muda, Thomas anazinduka na kujaribu kutoroka, lakini askari aitwaye Sara anamdhibiti kwa kumlenga bunduki. Wakati huo huo, Federico anaonekana akiwa na mwanaume haitwaye Horacio anayejisifia jinsi alivyomfukuza mkewe na kupata pesa nyingi. Baadaye Horacio anafanya jaribio la bahati kwa kujifunga macho barabarani huku Federico akirekodi. Mwanzoni anaonekana kuwa na bahati, lakini hatimaye anagongwa na gari na kufa, jambo linalomtisha Federico. Siku inayopita, Federico anapokea ujumbe kutoka kwa Claudia kuhusu manusuru wa ajali ya ndege. Claudia anasema ameuchukua huo mkopo wa bima na Federico atalazimika kulipa zaidi kuupata. Federico anakubali na kuchukua kesi hiyo. Anakutana na Sara ambaye anamwambia Thomas anashikiliwa kwa tuhuma za wizi. Federico anasema anahitaji tu Thomas asaini makaratasi ili apate fidia ya milioni 25. Anapomkuta na Thomas, Federico anamwambia kwamba yeye ni mtu mwenye bahati sana. Nafasi ya kuokoka ilikuwa moja kati ya milioni 237. Anamshamishi acheze mchezo kwa ajili yake ili apate uhuru wake. Usiku huo, Sara anasoma faili la Thomas na tunaona ana kovu kubwa kifuani. Wakati huo huo, Federico anawalewesha walinzi hospitalini na kumsaidia Thomas kutoroka. Ndani ya gari, Federico anamweleza mpango wake. Watatumia pesa ya bima kama mtaji na kugawanya faida. Pia anamuonya Thomas asimguse wala kumpiga picha. Wanafika sehemu ya siri ambapo wanacheza kamari ya ajabu. Thomas anatakiwa kuweka dau kubwa, lakini Alejandro anasema hawatacheza kwa pesa, wanataka kidole chake. Thomas anaogopa, lakini Federico anamshawishi akisema hawezi kupoteza.
Wanapiga picha za dau zao kwa Polaroid, wanavalishwa kitambaa vyeusi machoni na wadudu wanaachiwa. Mdudu anatua juu ya Thomas, ishara kwamba ameshinda. Samuel anapokea simu kutoka kwa Federico, akishtuka kusikia bado aliyo hai. Baadaye, Thomas na Federico wanasherehekea ushindi wao na kuhamia kwenye nyumba ya kiharari walioishinda. Usiku, Thomas anampigia mpenzi wake Anna na kumwambia anammiss, lakini polisi wanamfuatilia kupitia simu hiyo. Baadaye, polisi wanavamia nyumba hiyo. Thomas na Federico wanatoroka, lakini Federico hawezi kuruka uzia. Thomas anamlazimika kumgusa ili kumsaidia, kuvunja sheria muhimu. Wanakimbia, lakini Federico anamkanya kwa kali. Thomas anafichua kuwa Anna alipaswa kupanda ile ndege lakini alichelewa. Inaonyesha kwamba naye ana bahati kubwa.